Tunamshukuru Mungu aliyetupa nafasi tena kuja nyumbani mwake kujifunza. Tunaendelea kujifunza kuomba kwa ajili ya uchumi. Kuomba kwa ajili ya uchumi na kumiliki. Na kama ambavyo nimeendelea kusisitiza na kusema mara kwa mara ya kwamba uchumi si jambo ambalo linamhusu mtu fulani na kwamba mtu mwingine halimhusu, linatuhusu wote. Sasa katika siku hizi zilizobaki chache, najaribu kutembea na wewe katika kuangalia mambo yaliyoko nje ya mtu. Tuliangalia mambo yaliyoko ndani ya mtu na tulitazama kipengele kidogo tena tulikitazama kwenye ibada ya asubuhi kinachoitwa pembe. Lakini katika hali ya kawaida kwenye ulimwengu wa roho mtu ana mambo manane. Nilisema hii. Isipokuwa tumeangalia jambo moja tu. Sasa tunaposhughulika na uchumi, tunashughulika pia na mambo yaliyoko nje ya mtu. Mambo yaliyoko nje ya mtu ni mengi katika eneo, lakini jambo ambalo nilitamani tuliangalie kwa karibu sana ni moja la madhabahu. Kwa hiyo tutaangalia nguvu ya madhabahu inakuaje katika eneo la kumiliki na kutawala uchumi. Ninaomba nisome neno la Mungu kutoka kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari ule wa 3. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Watu wasomaji wa Biblia wanajua sura ya 11 ya kitabu cha Waebrania inazungumza juu ya imani. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Mstari wa 3 anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Katika mstari huu wa 3, hasa sehemu ile ya B, kunazungumzwa kitu ambacho unahitaji utulie kukielewa. Anasema hivi, vitu vinavyoonekana havikufanywa na vitu vilivyo dhahiri. Maana yake nini? Kuonekana maana yake vitu tunavyoviona, asili yake, material yake, vyanzo vyake haviko wazi, havionekani. Kwa kuna vitu vinavyotokea maishani mwetu vyote hawezi kuona chanzo chake ni nini. Sisi tunapoona tunaona matokeo. Tunaona matokeo. Ni kama ambavyo tunamuona mtu anagombana na mkewe, wanapigana ngumi mpaka wanakwenda kuvunja ndoa mahakamani. Sisi tunashuhudia ndoa iliyovunjika. Hatuwezi kushuhudia kilichokuwa kinaendea kwenye akili ya mtu, ya moyo wa mtu, hatuwezi kujua. Lakini pia hatuwezi kujua kwenye ulimwengu wa roho ameathiriwa nini. Tunashangaa tu ndoa inavunjika. Tunaulizana watu hawa vipi? Hapana, nyuma ya huko kuvunjika kwa ndoa kuna vitu vimekuwa vikiendelea. Sasa maishani mwetu vitu vingi sana viko hivyo, na niseme vyote. Moja ya vitu ambavyo vinaathiri sana maisha ya uchumi wa watu ni madhabahu. Kwa hiyo tutatumia muda huu kutazama madhabahu. Na mnakumbuka tuliposoma kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 17, Kutoka 17 mstari ule wa 8 hadi 16. Mstari wa 8 hadi wa 16 tulipata taarifa ya vita katika viwango vitatu. Tulipata kiwango cha kwanza, tunamuona Yoshua anakwenda na panga lake kwenye uwanja wa mapambano na kupigana. By the way, wangapi wanakumbuka somo hili? Tulipoanza kabisa tulianza na somo hili.
isije ikawa nazungumza na watu ambao hawakuwepo. Okay, sasa inabidi tusome kwa sababu almost nusu ya watu hapa hawaelewi. Tusome kitabu cha Kutoka sura ya 17. Nilifikiri watu wanakumbuka, lakini kwa ninavyoona si wote wanakumbuka. Tusome kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 8 hadi mstari wa 16. Biblia inasema hivi: wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Basi mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Sasa katika somo hili wana wa Israeli ndio wamevuka bahari ya Shamu. Wanapotokeza kwa ndani namna hii, wanakutana na taifa la Amaleki linaamka, linaamua kupambana nao. Musa anamwambia Yoshua, asubuhi kesho kukicha, chukua wapiganaji, nenda kapigane na Amaleki kwenye uwanja wa mapambano. Alafu Musa anamwambia Yoshua, mimi sitaenda na nyie, nitapanda mlimani na ile fimbo ya Mungu. Na ile fimbo mnaikumbuka, na ile fimbo aliyonyosha ikagawanya bahari ya Shamu. Kwa hiyo kulipokucha, Musa akamchukua Huri na Haruni wakapanda mlimani na fimbo yake. Alafu Yoshua akaondoka akaenda kupigana vita. Biblia inasema walipokuwa wanapigana, kazi ya Musa huku juu ilikuwa ni kunyoosha fimbo kwa kutumia mikono yake. Na Biblia inasema mikono ya Musa ikiinuliwa, Yoshua na wana wa Israeli wanawashambulia na kuwamaliza Waamaleki. Lakini kwa sababu vita imepiganwa tangu asubuhi mpaka jioni, mikono inachoka. Kwa hiyo mikono ya Musa inashuka chini. Ikishuka chini, wale Israeli wanalemewa, wanapigwa wao. Kwa hiyo inabidi sasa Huri na Haruni wamwekee Musa mawe akalie, alafu mmoja anamshikiza mkono huu na mwingine anamshikiza mkono huu ili mikono yake iinuke hivi. Biblia inasema mpaka jioni ilipofika, tayari Yoshua alimaliza Waamaleki wote kwa ukali wa upanga, at least wale waliokuja kwenye vita. Sasa vita ilipokwisha, Mungu anamwambia Yoshua, anamwambia Musa ajenge madhabahu. Kwa hiyo Musa anajenga madhabahu. Anapoijenga madhabahu, anaiita jina lake Yehova Nisi, kwamba Bwana ni bendera yetu ya ushindi. Alafu Mungu anamwambia itangaze habari hii kwa Yoshua, mwambie ya kwamba Mungu atakuwa na uadui na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Sasa nimeleta somo hili uone viwango vitatu vya mapambano katika masuala ya uchumi na kumiliki. Wale waliokuwepo wanakumbuka, nilieleza kwa undani. Kiwango cha kwanza ambacho kinaleta sura nzima ya maisha yetu ya mwilini kabisa na duniani, kiwango cha kwanza ni kiwango kile tunachomuona Yoshua anawaua Waamaleki kwa kutumia ukali wa upanga wake. Yoshua anawaua Waamaleki kwa upanga. Na ndivyo ilivyo sisi. Kuna wakati kwenye maisha yetu tunapoingia kwenye masuala yetu ya uchumi, tunatakiwa tukaingie kwenye mapambano mwilini. Hii kwa Kiingereza tunaweza tukasema this is a physical action. It's a physical confrontation. Ni mwili wako kabisa unaenda. Kama ni kwenda sokoni, nenda kauze nyanya.
kama ni kwenda dukani kauze vifaa vyako dukani, kama ni kulima lima, kama ni kutembeza biashara tembeza. Hii inakuhitaji ufanye mwilini. Hiki ni kiwango cha kwanza. Kama ambavyo Yoshua aliwaua Waamaleki kwa upanga mwilini, aliwafuata kwenye uwanja wa mapambano wakapambana na kwa mapanga akawaua. Kwa hiyo kiwango cha kwanza katika mapambano ya uchumi ni kiwango cha panga la Musa, la Yoshua, ambacho ni kiwango cha mwilini. Kiwango cha pili ni fimbo ya Musa. Musa akwenda uwandani kupigana, ila Musa alikuwa mlimani akinyoosha fimbo. Musa alikuwa anafanya jambo hili katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kuna uhusiano gani kati ya fimbo iliyoko mlimani juu na Yoshua anayeua watu kule chini? Kwa vyovyote Musa alichokuwa anafanya, alikuwa anapambana katika ulimwengu wa roho. Kwa kiwango cha pili ni kiwango chako wewe cha kuingia kwenye maombi sasa, cha kushughulika na ulimwengu wa roho, cha kushughulika na yale mambo manane niliyokuambia ya mtu. Kuna pembe, kuna malango, kuna bendera, kuna majira na nyakati, kuna taa, kuna kamba, kuna utukufu. Mambo manane yako kule ndani, na kuna nyota. Haya mambo manane yote yanamhusu mtu, ya nje, ya ndani. Lakini haya unayashughulikia kwenye ulimwengu wa roho. Huendi kusema kwamba napiga hii nyota, huiwezi kuiona by the way, au napiga haya malango, huiwezi kuyaona. Kwa hiyo hii iko kwenye ulimwengu wa roho, na tumeiona hii kwa Musa kunyoosha fimbo. Na tukitazama tabia zilivyokuwa na matukio, tunamuona Musa anaponyoosha fimbo yake ndio yeye anayemsaidia Yoshua awe na uwezo wa kuua kwa ubora zaidi. Maana yake ni kwamba fimbo ya Musa ndio ilisaidia panga la Yoshua. Ungeweza kumsifu Yoshua kwamba anajua sana kuua, lakini katika hali ya kawaida Yoshua nguvu zake ziko kwenye fimbo ya Musa mlimani. Ndio maana fimbo ya Musa ikishuka chini, Yoshua anapigwa. Kwa maneno mengine, kiwango cha mwilini kinategemea nguvu ya rohoni. Kiwango cha tatu, tunamuona sasa mtumishi wa Mungu Musa anajenga sasa madhabahu. Akijenga madhabahu anaita Yehova Nisi, Bwana bendera yetu ya ushindi. Alafu anasema Bwana ameapa, Bwana atakuwa na uadui na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Hapa tunaona nini? Tunaona viwango vya mapambano vikipanda. Inaanzia fimbo, inaanzia panga, inakuja fimbo, mwisho the ultimate ya juu kabisa ni madhabahu. Lakini tunajuaje pia jambo jingine la msingi la kujifunza? Yoshua alipokwenda uwanjani na panga kwenda kupambana na Waamaleki, Waamaleki nao walikuwa na silaha. Kwa hiyo unapopeleka kwa mfano tuseme nyanya sokoni, wewe umepeleka nyanya na wale wanaleta nyanya pia, mnafanya ushindani kwa kutumia vitu vile vile. Kwa hiyo panga la Yoshua linapokwenda kupigana, tusije tukafikiri akilini ya kwamba Waamaleki wamesubiri wakati na mapanga ya Yoshua, na wao wana mishale yao, wana mikuki yao, wanapigana. Lakini Musa anaponyoosha fimbo, tusije tukadanganyika tukafikiri ya kwamba Amaleki hawana fimbo yao. Hata kama hawatumii fimbo, wanatumia labda jiwe ama panga ama vyovyote, lakini wana nguvu zao za kiroho zinazowasaidia. Hii fimbo ni nguvu za rohoni za Kiisraeli. Kwa hiyo unapoenda kwenye biashara ama kwenye shughuli zako, wewe unakwenda una degree moja, unafanya application ya nafasi hiyo, na mwenzako ana degree moja, mnapambanishwa degree zenu pale. Lakini utafika wakati mnapambanishwa ulimwengu wenu wa roho na mambo ya rohoni yanavyokwenda. Kwa hiyo usije ukaenda ukafikiria ya kwamba wengine wako watupu ila wewe ndio una nguvu peke yako, na wao wanazo nguvu. Unapokwenda kwenye biashara, wengine ni wachawi wanaenda kufanya nguvu za uchawi. Wewe umekuja asubuhi umeomba, umekuja tumekuombea, umeenda, na mwenzako ameenda kwa shehe wake kumuombea, na mwenzako ameenda kwa mganga wake kumpa uchawi. Kwa hiyo ni lazima kujua kwenye mapambano ya biashara, yeye akienda mwilini na wewe unaenda mwilini, yeye akienda rohoni na wewe unaenda rohoni. Umenipata hapo eh? Sasa kiwango cha juu cha madhabahu. Wakati sisi tunamuona Musa anajenga madhabahu, tusije tukafikiria Waamaleki hawana madhabahu. Sasa leo tunaanza hicho kiwango sasa cha madhabahu. Bwana asifiwe. Tuko kwenye njia moja sasa eh? Tupo kwenye peji moja jamani. Asante. Sasa kwenye kiwango cha madhabahu ni lazima
tujue ya kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya mafanikio ya kiuchumi na nguvu za kimadhabahu. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 7 na wa 8, Ibrahimu alipoahidiwa kumiliki nchi ya Kanaani, jambo la kwanza alilolifanya alijenga madhabahu. Tusome Mwanzo 12. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Na hii ni desturi ya Ibrahimu kila mahali. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 7 na wa 8, Biblia inasema hivi: Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Sema, nitawapa nchi hii. Kwa hilo neno la kwamba nitawapa nchi hii, unaona hapo ni swala la kumilikishwa ardhi. Anamwambia naye, Biblia inasema Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akapiga hema yake kule. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Tusome tena 13 mstari wa 17, au tuanze mstari wa 14 ili uelewe zaidi. Mwanzo 13:14 na 10 hadi 17. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, na uzao wako nao atauhesabu. Mstari wa 17, ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Do you see now? Unaona Abrahamu alivyo, kila Mungu akimwambia nitawapa uzao wako nchi hii, anajenga madhabahu. Anakwenda mahali pengine, Mungu akimwambia kwamba tembea katika hii nitakupa, anajenga madhabahu. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna uhusiano mkubwa katika swala la kumiliki na madhabahu. Tutaona pale mbele kwa nini Ibrahimu alikuwa smart kujenga madhabahu. Labda nikueleze kitu kimoja. Kama ulikuwa hujafahamu, Ibrahimu sio wa kwanza kuitwa na Mungu kwenda Kanaani. Aliyeitwa wa kwanza kabisa kuitwa na Mungu kwenda Kanaani alikuwa baba yake Ibrahimu, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 31, mstari wa 31, Biblia inasema hivi: Tera akamtoa Abrahamu mwanawe na Lutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abrahamu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanaani. Wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani. Kwa hiyo aliyetoka Uru wa Wakaldayo kwenda Kanaani hakuwa Ibrahimu mwenyewe, alikuwa baba yake Tera, ametoka aende. Alipofika Harani akakaa huko. Wataalamu mbalimbali wa Biblia wanasema alipofika Harani akanogewa na mji wa Harani, akakaa hapo akafurahia maisha ya Harani mpaka akazeeka akafia hapo. Maono ya kwenda Kanaani yakaishia pale. Ndio maana katika sura ya 12 Mungu anaamsha tena misioni yake, anamwambia Ibrahimu, toka nenda, mpango ulikuwa mkaende Kanaani. Sasa kwa nini Tera alishindwa Kanaani? Baadhi ya wataalamu wanasema madhabahu za Kanaani ndizo zilizosababisha, madhabahu za Harani ndizo zilizosababisha Tera asahau kabisa safari yake ya kwenda Kanaani. Sasa Ibrahimu amekuwa mjanja,
amejua kwamba madhabahu zilitupiga kule Harani. Alipofika Kanani, yeye alipoelezwa na Mungu tu, nchi hii nakupa, jambo la kwanza ni kujenga madhabahu. Kwa nini? Kuna uhusiano kati ya kumiliki na madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pia baraka za kiuchumi za taifa la Israeli ziliambatana na ibada yao kwa Mungu katika madhabahu. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 28, Biblia, Mungu anamwambia Ibrahimu, utakaposhika amri hizi na kunitumikia mimi na kuniabudu, nitakubariki. Ndipo Mungu anatiririsha baraka, listi ya baraka nyingi sana zinazotokana tu na Ibrahimu na Waisraeli kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kumwabudu Mungu na kuzishika amri zake. Kwa hiyo uhusiano wako na ibada yako na madhabahu una nguvu sana katika kumiliki na kutawala. Ndio maana kila wakati unaona watu wanaposhughulika na uchumi wanakimbilia madhabahuni, ama waje kwenye madhabahu yetu ama waende kwenye madhabahu zao. Sasa unajua, Wakristo kwa sababu hawajui siri hii, wao wakipikia kwenye challenge kali sana ya mambo ya uchumi, wanaikimbia madhabahu. Anakuambia niko bize, mambo yangu ni mengi, anakimbia huku na kule, kumbe anazidi kukimbia kwenye usawa wa nguvu. Nguvu yako iko kwenye madhabahu. Musa hakuwa mjinga, ameshashinda vita kabisa, lakini bado akainua madhabahu. Alijua. Ibrahimu hakuwa mpumbavu, alipoingia Kanaani, alipoelezwa nchi nitakupa tu, akainua madhabahu. Bwana asifiwe. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 21 mstari wa 24, uone kile ambacho Mungu anawaambia wana wa Israeli. Tutakuja tulirudie somo hili mbele, lakini kwa sababu wakati huu ninafundisha uhusiano uliopo kati ya uchumi wako na madhabahu, au kati ya uchumi wowote ule na madhabahu, ni vizuri tukasoma somo hili. Kutoka sura ya 20 mstari wa 24, Biblia inasema hivi: utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketeza na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Ndio maana unamwona Ibrahimu ni mjanja, anajenga madhabahu. Ndio maana unamwona Musa ni mjanja, anajenga madhabahu, kwa sababu Biblia inasema utakapojenga madhabahu unamtengenezea Mungu ukumbusho wake, unamtengenezea Mungu miundombinu ya yeye kukujilia. Unajua, tulipokuwa tunaanza kuona wanajenga SGR, walipokuwa wanajenga SGR, watu treni haikuanza kutembea tu, palianza kutengenezwa miundombinu, weka vibanda, weka kitu. Kwa sababu miundombinu ndio itakusababishia hicho. Hata kama SGR ipo, lakini miundombinu lazima itengenezwe. Kwa maneno mengine, madhabahu ni miundombinu ya kumfanya Mungu aje hapo akubariki. Ndio maana Mungu anasema kwenye Kutoka 20:24, utakaponijengea madhabahu na ukatoa sadaka zako hapo za kuteketezwa na sadaka za nyama na sadaka zako zozote zile, maana yake utakapokuwa unafanya ibada zako hapo, utaniattract mimi, utanivuta mimi, nitakuja hapo, na mimi nikija hapo nitakubariki. Kwa hiyo kama sisi hatutakuwa tunajua siri ya kuwa na madhabahu ya kumvuta Mungu aje, watu wale wa dunia wanaijua ile siri. Ndio maana wao wanajenga sana madhabahu, wanajenga sana madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kuna uhusiano kati ya ushindi wako, kati ya umiliki wako, kati ya utawala wako wa mali, kati ya uchumi wako na madhabahu. Hakuna njia utajitenga na madhabahu. Hakuna njia utajitenga na madhabahu. Israeli walipoinua madhabahu kwa miungu mingine, walipigwa na uchumi wao kuharibika. Katika Hosea 8:9 hadi 11, Israeli walipigwa kwa sababu waliinua madhabahu nyingine. Hii inatuonyesha ya kwamba uchumi
una uhusiano. Uchumi uliharibika, maisha ni magumu kwa sababu wameinua madhabahu tofauti. Mungu anapiga. Mungu anapiga. Baraka za kiuchumi za taifa la Israeli ziliambatana na ibada yao kwa Mungu. Wafalme wa Misri wanapohitaji kupata mamlaka, utajiri na nguvu za kutawala, waliweka uhusiano na madhabahu zao. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa 15. Musa anaambiwa na Mungu aende kwa Farao. Kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa 15. Anza mstari wa 11. Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, moyo wa Farao ni mzito, anakataa kuwapa watu ruhusa waende zao. Mstari wa 15 anamwambia, muendee Farao asubuhi, tazama anatoka kwenda majini, nawe simama karibu na ufuo wa mto ili upate kuonana naye, na ile fimbo iliyogeuzwa kuwa nyoka utaichukua mkononi mwako. Sikia, Mungu anamwambiaje Musa? Anamwambia asubuhi hii mapema alfajiri mfuate Farao. Mfuate wapi? Mfuate mtoni. Kwa nini Musa anaambiwa amfuate Farao mtoni? Ilikuwa ni desturi ya Farao, kila alfajiri lazima aende mtoni Naili, aende mto Naili. Kwa nini anakwenda mto Naili? Kwa sababu wa Misri waliamini miungu ya maji. Kulikuwa na miungu mingi ya maji wanayo. Kuna Mungu anaitwa Osiris, kuna miungu mingi ilikuwa kule ndani. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kila siku, Farao lazima aende. Unajua wakati mwingine ukisoma Biblia usipojua anthropological setup, ile mazingira ya kimaisha ya watu pale kwenye hiyo, unaweza usielewe Biblia. Wewe ukisoma unaona ya kwamba binti Farao amekwenda kuogelea, na alipokwenda kuogelea akamuokota Musa akiwa kwenye kisafina. Lakini kitendo cha binti Farao kwenda kuogelea sio tu ni swala la kwenda kuogelea. Binti Farao alikuwa anakwenda majini kuabudu miungu. Kwa sababu mimi nilikwenda Sudani. Nilipofika pale Sudani niliona mahekalu ya zamani sana ya kizamani yenye uhusiano na Wamisri na Wasudani. Kwenye nyumba kule chini kuna swimming pool za zamani sana, zamani kabisa, hizo karne za zamani sana, na bado walikuwa na mabwawa ya kuogelea kule chini. Kwa hiyo binti Farao kuogelea sio shida kwake, angeweza kuogelea hata kwenye jumba lao la kifalme, lakini akienda kwenye maji anakwenda kuabudu miungu. Ndio maana Mungu alipoamuru kupiga maji ya mto Naili, na maji ya mto Naili yakabadilika rangi yakawa na damu, Mungu alikuwa anapiga madhabahu. Mto Naili ni madhabahu. Unahitaji kujua hiyo. Mto Naili haikuwa kitu cha kawaida, ilikuwa ni madhabahu ya Wamisri, ambapo Wamisri walikuwa wanakwenda kuabudu, na Farao kama mfalme, ili apate nguvu, kila asubuhi anakwenda mto Naili. Ndugu yangu, naomba nikwambie kitu katika eneo la madhabahu. Naomba nikwambie kitu. Jifunze juu ya mto Naili unavyofanya. Jifunze juu ya Farao. Kama Farao anaamka asubuhi kwenda kwenye mto Naili kuabudu miungu yake, Wakristo tunashindwa nini? Wakristo tunafeli wapi? Mbona hatutaki kwenye ibada za asubuhi? Unajua kuna vitu tunaviona vya kawaida. Nataka nikwambie, kuja kwenye madhabahu asubuhi hukuanza wewe. Kuja kwenye madhabahu ya asubuhi ni jambo la kawaida na la maana sana. Ikiwa watu wa Farao walijua ya kwamba ili ashinde siku ile, awe na ushindi na aongoze nchi yake vizuri kwa mamlaka na mafanikio, lazima kila asubuhi alfajiri anakwenda mto Naili. Huyo ni Farao. Waislamu kila asubuhi saa 11 asubuhi wanaanza kuazini, wanakwenda kusali asubuhi. Martin Luther anasema ana desturi ya kuamka kila siku saa 11 na kuomba, na ndio maana akatufundisha sala ya asubuhi. Wewe hutaki kuja sala ya asubuhi, unatakiwa asubuhi kukicha, mtu wa kwanza kukutana naye ni madhabahu. That's the first thing unakutana nayo ni madhabahu. Lakini sisi asubuhi kukicha, we are busy, tunakimbizana huku na kule. Mtazame Farao, huyo ni Farao anaenda.
Watazame Waislamu wanakwenda, Wayahudi ndio wanavyofanya, dini karibu nyingi zinafanya hivyo. Sisi Wakristo tumekombolewa kwa neema. Neema ya Mungu yatosha. Sisi kama tunaamini juu ya neema, Martin Luther, baba wa kanisa la Kiluteri, ambaye ndiye alihama kutoka Katoliki akatengeneza Lutheran kwa sababu ya swala la neema, anaijua neema kuliko wewe na mimi, na yeti alitengeneza sala ya asubuhi. Kwa hiyo nataka nikueleze mtu wa Mungu, wakati mwingine tunaondoka tunakwenda kwenye kazi zetu tukiwa wanyonge, tuna fimbo, tuna panga, hatuna madhabahu ya kutubeba. Kuna mtu ananielewa? Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Ujue kwa nini ni muhimu ibada ya asubuhi. Kwa nini ni muhimu uamke uombe? Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu hii kibiblia hiyo sio kitu ndogo kama unavyozania. Wafalme wa Misri walipata nguvu huko. Mungu alipobadili maji ya mto Naili kuwa damu, alikuwa anapiga madhabahu ya miungu ya Misri. Sasa swali linalokuja maishani mwetu, madhabahu ni nini? Kwa sababu watu wengi wakisikia madhabahu wanafikiri ni lile eneo pale tunapotolea sadaka tu. Nataka nikupitishe katika upana wa madhabahu, halafu tuone ni nini madhabahu. Madhabahu ni mahali palipoinuliwa, mahali popote palipoinuliwa. Na hapo mahali pakiinuliwa kwa Kiyunani panaitwa bomos. Bomos, pakiinuliwa. Unaweza kusoma kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 23. Mtume Paulo alipopita na kuwaambia wale watu wa Athene, nimeona ninyi ni watu wa dini sana. Nimeona kuna madhabahu imeinuliwa inaitwa kwa Mungu asiyejulikana. Neno lililotumika madhabahu linaitwa bomos. Sasa bomos ni nini? Bomos ni mahali palipoinuliwa, na hapo mahali palipoinuliwa panakuwa nafanyika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, panafanyika ibada. Na kuinuliwa sio mlimani. Kuinuliwa maana yake kuwa set apart, kuwekwa, kutengwa. Panakuwa panafanyika ibada, jambo la kwanza. Jambo la pili, panatolewa sadaka. Jambo la tatu, panakuwa na ukuhani unaoongoza hizo shughuli. Pakisha kuwa na mambo matatu ni madhabahu. Sikiliza kwa makini sana, hiyo maana ni ya muhimu sana uielewe. Kwa nini? Kwa sababu sio lazima madhabahu iwe na meza kama hii ya kwenu. Hii ya kwenu ndio mtindo wenu wa Kiluteri huko hivi. Kuna wengine hawana meza, lakini kwao ni madhabahu. Kuna mahali pengine sio meza, kwa sababu sikiliza, bomos inahitaji vitu vitatu. Inahitaji pafanyike ibada, inahitaji patolewe sadaka ya aina yoyote ile, iwe ni fedha, iwe ni unga, iwe ni mchele, iwe ni pombe ya bege ama pombe ya rubisi, iwe ni chochote kile kinachoitwa sadaka. Na kisha awepo mtu anayeongoza hizo shughuli. Akiongoza huyo mtu, huo ni ukuhani. Sikiliza, sisemi huyo ni kuhani, nazungumza juu ya ukuhani. Ukuhani is an institution, ni taasisi ile inayoshughulikia masuala ya madhabahu. Kama hiyo ndio maana halisi ya madhabahu, sasa twende tujieleze kwamba kumbe kila kaburi ambako watu walikwenda wakatambika kwenye hilo kaburi linabadilika, linakuwa madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekwenda, wametoa hapo sadaka, wameomba hao mizimu, na amekuwepo kiongozi wa hiyo shughuli. Tayari madhabahu imetengenezwa, hiyo imekuwa bomos. Kila mti ambako watu walienda wakatambikia pepa, mzimu kagone, pepa. Mnazijua hizo ninyi wa Afrika. Pepa, mzimu, fanya hivi, babu sikiliza, huyu mtoto, wamekuja watoto wako huko. Tayari huo mti umebadilika, ni madhabahu. Na ndio maana nikwambie, kuna miti ina vituko. Wanakwambia ule mti ukienda utasikia sauti za watu. Hiyo miti sio miti ya kawaida, imekuwa transformed, imebadilishwa na kuwa madhabahu, kwa watu kufanya hapo ibada, kwa watu kutoa hapo sadaka, na kwa watu kuwa na ukuhani pale. Inabadilika. Majengo makubwa magofu yale, watu wakishaenda kutambika tu ina change. Nakumbuka hapa
Iringa kulikuwa na kaburi la Kieyeu. Watu wanajaribu kupitisha umeme, haupiti. Sababu lile kaburi sio la kawaida, watu wanakwenda kutambikia. The fact kwamba watu wameenda kutambikia, they have changed. Hilo kaburi limebadilika, sio la kawaida, lina miujiza kwa sababu ni madhabahu. Kwa hiyo sasa unaweza kuelewa kwamba tukianza kuielewa madhabahu katika kiwango cha Bomosi, kuna mamilioni na matani ya madhabahu. Sikia, kwa mtazamo huo wa Bomosi, kila msikiti ni madhabahu. Kwa mtazamo huo wa Bomosi, kila msikiti ni madhabahu. Kwa mtazamo huo wa Bomosi, kila tempo ya Wahindi, kila hekalu la Wahindi ni madhabahu. Kila nyumba ya mganga wa kienyeji ni madhabahu. Kwa sababu kwa mganga wa kienyeji, ukifika mganga wa kienyeji atakutuma kuku sadaka. Ataanza kufanya vituko vyake na kurukaruka. Ni liturujia hiyo ya ibada. Na akimaliza yeye mwenyewe anayeongoza hiyo liturujia ndio kuhani. Kwa hata kama mganga wa kienyeji ni madhabahu. Ndio maana usifikirie kwa nini Mungu anasema usiende huko kabisa, kwa sababu ukienda kule unakwenda kufanya ibada ya sanamu. Kwa sababu utaabudu tu, utatumwa kuku ama utatumwa mchele ama utatumwa unga, na wakati mwingine unamwambia mimi sihitaji kitu chochote bwana. Mimi sio kama hao wanakutuma ng'ombe, wanakutuma nini. Niletee nywele tu, sadaka ya nywele. Kila kwa mganga wa kienyeji. So, kwa nini nasisitiza hii? Nasisitiza hili kusudi ni kuonyeshe mtoto wa Mungu, tunapozungumza juu ya madhabahu, tujue tumezungukwa na madhabahu nyingi sana. Nyingine sio za Mungu wetu. Nyingine zimeinuliwa kwa miungu mingine. Sasa hapa ndipo tutakapokuta kuikuta vita sasa ya madhabahu. Tunapofika kwenye vita ya madhabahu, yule anakuja na madhabahu ya miungu yake, na wewe unakuja na madhabahu ya Mungu. Sasa wewe unapokuwa huna madhabahu yako ya kukusaidia, na yeye anakuja na madhabahu ya miungu, umekwisha. Bwana asifiwe. Niko pamoja naye, unanielewa? Nataka tusembee kiwango kingine. Madhabahu kulingana na Biblia, katika sura ya 20 mstari wa 24 tuliosoma muda mfupi uliopita, madhabahu ni machinjioni. Na hii ndio the most dangerous. Hii ndio the most dangerous. Kwa sababu hii inakuambia madhabahu ni machinjioni. Unajua, ukisoma Biblia ya Kiswahili huioni vizuri. Aliposema utanifanyia madhabahu ya udongo, utatoa dhabihu zako, kuna maneno yanatumika pale ya Kiebrania. Kwanza, kwa Kiebrania madhabahu inaitwa mizbeh. Na mizbeh maana yake machinjioni ama machinjio, na kuchinja kunaitwa dhabaha. Ndio maana unaona anasema utanifanyia madhabahu, utanifanyia machinjio, utachinja, utafanya dhabaha. Sisi tuna neno linaitwa dhabihu, lakini neno dhabihu linatoka kwenye neno la Kiebrania linaitwa dhabah, na dhabah ni kuchinja. Sasa pale unapochinjia ndio mizbeh, yani madhabahu. Ndugu yangu, sikia nikwambie, ukielewa maana hii ya madhabahu, hutacheza na madhabahu, kwa sababu kimsingi madhabahu zote ni machinjio. Madhabahu zote ni machinjio. Inategemea ni machinjio ya aina gani. Ni machinjio ya Mungu Yehova ama ni machinjio ya miungu mingine. Na inategemea inamchinja nani. Inakuchinja wewe ama inawachinja wale. Bwana asifiwe. Unanisikia vizuri? Madhabahu sio kitu cha kuchezea. Nasikitika tu kwamba Wakristo wengi hatuielewi. Na ndio maana najaribu kwenda taratibu sana leo, ikunywe kwenye moyo wako. Halafu unapoanza kuchukua maamuzi ya kuomba kwa ajili ya uchumi na madhabahu yako, na ukiombea na madhabahu, unaomba ukiwa unajua unaombea kitu gani. Huombei kitu cha kuchezea hata kidogo. Huombei mapepo, unaombea madhabahu. Madhabahu ina nguvu kuliko mapepo, kwa sababu madhabahu ni machinjio. Na kama madhabahu ni machinjio, nataka mimi na wewe tutafakari juu ya nguvu iliyomo kwenye machinjio, ili ujue madhabahu inafanya nini. Nguvu ya machinjio ya madhabahu ikoje, ama madhara
ya nguvu ya machinjio ya madhabahu ikoje. Kwanza, madhabahu zina tabia ya kuua. Kwa nini? Kwa sababu machinjioni ukimpeleka mnyama haondoki mzima machinjioni, labda muamue kusema tumeahirisha kumchinja. Ng'ombe akipelekwa madhabahuni anakwenda kuchinjwa. Kwa hiyo madhabahu zote zinachinja, zinaua. Kila madhabahu ni chinja. Na labda niseme tena unielewe vizuri, sizungumzi madhabahu za giza, nazungumza madhabahu zote zinaitwa mizbeh. Zote ni machinjioni zote. Iwe madhabahu yetu sisi tunaabudu hapa, na iwe madhabahu zile za wachawi kule nje, zote ni machinjioni, zinachinja. Ndio maana nikakwambia kwenye kesi ya madhabahu, ama uchinje ama uchinjwe. Uchinje kwa kutumia madhabahu yenu, uchinjwe kwa kutumia madhabahu yule nyingine. Ndio maana mara nyingi tunakwama kwa sababu tunachinjwa, alafu sisi hatuna uwezo wa kuchinja. Sababu kazi ya madhabahu mojawapo ni machinjio, na machinjioni maana yake mnyama anakufa. Kwa hiyo madhabahu zote zinaua, hakuna madhabahu isiyoua, zote. Hata hii ya kwetu inaua. Ngoja nikupe mfano mzuri. Kwani Anania na Safira walifia baa? Walifia kwa mganga wa kienyeji? Si walifia kanisani? Yes. Wamepatana kuuza viwanja, wenzao wameuza mali zao kwa uaminifu, wamezileta kanisani, na wao walikuwa wameuza kiwanja chao, ilikuwa wakileta kwa uaminifu, wakachukua sehemu ya fedha wakaficha. Petro anamuuliza yule baba, niambie ndio kiwango cha fedha hiki mlicholiuzia? Unajua mtu wa Mungu, tumeuza hivi, bei imeshuka na nini. Anaambia, hukumdanganya mwanadamu, umemdanganya Roho Mtakatifu. Unacheza na madhabahu. Kwa sababu gani? Sikia nikwambie, madhabahu ina vitu vitatu nimekwambia. Madhabahu ina sadaka, madhabahu ina ibada, madhabahu ina ukuhani. Hivi vitu vitatu ndio vinatengeneza madhabahu. Na Anania na Safira walichezea sadaka, sababu wamechezea one component ya madhabahu. Akamwambia, kwa sababu hiyo umemdanganya Roho Mtakatifu. Akafa. Hakufia baa, hakufia mtaani, amefia mbele ya madhabahu. Mizbeha imefanya nini? Imechinja. Kwa sababu amecheza na one component, amecheza na kitu kimoja kwenye madhabahu. Safira amekuja, mke wake anajifanya baba unajua, na hajui kwamba mume wake tayari kashaenda kuzikwa na watu, na miguu iliyoenda kumzika iko pale. Na anao baba unajua, na yeye amekufa. Hiyo ni madhabahu ya kanisani. Hiyo ni madhabahu ya kanisani kabisa. Nyinyi mnajua kwenye Biblia watoto wa Haruni walifanya kituko, wakaleta moto mgeni kwenye madhabahu. Wakapo moyo kusoma habari ya moto mgeni. Wameleta moto mgeni kwenye madhabahu. Moto ukashuka ukaunguza on the spot kwenye madhabahu ile wanayoihudumia. Na wao ni watoto wa Haruni na ni watoto wa makuhani, wakaunguzwa pale pale na moto kwenye madhabahu yao. Hizi madhabahu hizi zinapiga hata walio wa kwake kama wanakosea. Ndio maana huwa nawaambiaga watu, cheza na kitu kingine, usicheze na madhabahu. Usicheze na sadaka iliyowekwa, usicheze na ibada, na usicheze na ukuhani. Ndio madhabahu yenyewe, sadaka, ibada, ukuhani. Unacheza na kimoja wapo utapigwa. Na kuna wengi wamepigwa huko makanisani kwa sababu tu kamesikia mchango wa kanisani, sadaka inatolewa, anapita na dhihaki nini hii, huu mchezo upuzi huu, hatuelewi, baraza la wazee halina akili hili. Baraza la wazee, unachezea sadaka ambayo baraza la wazee imepanga kule. Utapigwa bure bila sababu, kwa sababu umecheza na sehemu moja ya madhabahu. Kama wewe umekuwa ukifanya hivyo, mwambie tu Mungu, mimi sina sadaka ya kutoa hii sadaka. Najua wazee wamekaa wameipanga hii sadaka na mchungaji wao. Na unajua wazee ni ukuhani. Sikia, unajua wazee ni ukuhani, kwa sababu nimekwambia sizungumzii habari ya kuhani, nazungumzia habari ya ukuhani. Wazee wa kanisa ni sehemu ya madhabahu, ni ukuhani ule. Wamekaa, wamepanga na kamati zao, wamepatana tufanye hiki na hiki na hiki. Wewe unapita mtaani unapiga makelele, haiwezekani, huu ni upuzi, kwanza wanaiba fedha zetu, tunawajua wahuni, wanakunywa bia zetu, wanafanya nini na pesa zetu, wanakunywa bia. Ndugu yangu, hujajua utacharazwa, kwa sababu unacheza na madhabahu. Na wengi wamecheza na madhabahu hivyo wamepigwa. Askofu amekosea kidogo tu, askofu hatumtaki, tutamngoa huyu askofu, tunamngoa huyu mchungaji. You are playing with, unacheza na ukuhani, unachezea madhabahu, utapigwa. Na watu wengi wamekwama kwenye uchumi kwa sababu ya kupigwa kwenye madhabahu. Kwa sababu madhabahu hii ya kwetu yenyewe inaua.
Kwa hiyo madhabahu zote zinaua kwa sababu ni machinjio. Hakuna machinjioni mnyama anarudi anapelekwa mzima, labda kama mmeahirisha kumchinja. Madhabahu zinabeba roho ya mauti. Madhabahu zote zina roho za mauti. Ndio maana ukienda kwenye biashara ukakuta kuna mtu ameinua madhabahu za giza, halafu wewe usishughulike na hiyo madhabahu, roho ya mauti inashambulia shughuli zako. Na mauti ni zaidi ya kifo. Mauti ni zaidi ya kifo. Unaweza usife mwilini, lakini roho ya mauti inakula mtaji, inakula afya, inakula wateja, inafanya vitu fulani fulani, unashindwa kufanikiwa kwa sababu madhabahu zote zina roho za mauti. So unaona sasa umuhimu wa wewe kujishughulisha na madhabahu inapofika kwenye eneo lako la kumiliki na kutawala, kwa sababu ama madhabahu zikupige na roho za mauti, ama utumie roho ya mauti upige. Unajua, we don't understand. Ngoja nikwambie, msalaba wa Yesu kulingana na kitabu cha Waebrania sura ya 9, msalaba wa Yesu ni madhabahu, na katika ile madhabahu ya msalaba wa Yesu, Yesu alitolewa sadaka, na Yesu alipotolewa sadaka, yeye mwenyewe alikuwa kuhani. Sikiliza, msalaba wenyewe ni madhabahu. Pale palitolewa sadaka ya damu ya Yesu, lakini ile Yesu mwenyewe ni kuhani. Kwa vitu vitatu vimetokea pale. Nini kilitokea Yesu alipopelekwa msalabani? Mauti ilimchukua akafa, akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya nini? Ya msalaba. Kwa nini? Kwa sababu roho ya mauti ndani ya madhabahu imepiga. Usije ukazania hiyo roho ya mauti iko kule kwenye madhabahu za giza. Hata hii sasa, ukijua siri hii ya madhabahu, una nguvu za kutisha, kwa sababu na wewe una madhabahu, na hiyo madhabahu yako ina kifo, na hiyo madhabahu yako ina mauti. Umekiingia vitani sasa kwenye madhabahu. Sina wewe una madhabahu yenye mauti, sina wewe una madhabahu yenye kifo. Unaitumiaje mauti? Unaitumiaje kifo cha madhabahu ile unayoabudu wewe? Hebu ngoja nikuulize, unanielewa ninachozungumza? Nasema hivi, madhabahu zote zinaua, madhabahu zote zina mauti. Ya kwenu hii nayo inaua na ina mauti. Umekwenda dukani, umefungua duka lako hapa, ama unafanya biashara yako hapa, kuna mtu kaja katengeneza madhabahu yenye mauti yenye kuua, na wewe umekuja na ya kwako yenye mauti na yenye kuua. Mauti ya yule inatoka ipige madhabahu, ipige biashara yako. Hii ya kwako huku unaifanyaje? Unaitumiaje kule? Umenipata ninachokueleza hapa eh? Ndio maana lazima ujifunze sasa kushughulikia haya madhabahu. Mungu ametuwekea silaha nyingi sana za vita, sisi hatuzijui tu. Nyingi kabisa. Madhabahu yenyewe ni silaha moja kubwa sana ya vita. Moja kubwa sana. Mauti iliyoko huku inaweza ikapambana na ile mauti iliyoko kule. Kifo kilichoko huku kitapiga ile kifo iliyoko kule. Ina counteract. Counteract ni kufanyaje? Inajibu mapigo. Mauti ikija huku kutokea madhabahu ya giza, kuna mauti iliyo kwenye madhabahu ya Yesu inakwenda inapiga. Laana ikitokea huku, kuna mauti iliyotoka kwenye madhabahu ya Yesu inapiga ile laana. Sababu kote kuna kitu hicho kimoja. Kinachotegemea tu ni madhabahu gani yenye iliyoinuliwa ina nguvu katika eneo hilo. Sasa kama wewe hujainua madhabahu, umekaa tu unasubiri kila siku je kanisani hapa mara moja kwa wiki, wenzako anakwenda madhabahuni kwake mara 5 kwa siku, mara 7 kwa wiki, maana yake anaenda mara 35, unakwenda mara moja. And then unapambana naye. Tutapambana. Pambana na mtu anakwenda madhabahuni mara 35, unakwenda mara moja. Unapambana na mtu ambaye akiambiwa atoe sadaka kwenye madhabahu yake anatoa, mtu anachinja, mtu anamwaga damu ya mtu. Wewe kuleta jogoo mmoja inakuwa shida. You don't understand what I'm saying. Hivi unanisikia ninachokizungumza? Unajua tusije tukadila. Watu wamenyong'onyea sana. Labda nipotaja jogoo watu wasema mchezi anaanza kutuletea sadaka hapa. Nisikilize. Kuna mtu hapa, na mimi nawaambiaga watu, kuna magari linapinduka, linachinja watu 30. Damu 30 zinamwaga na unasikia wanafurahia. Wanakuambia, "Oh, hapo safi sana." Watu 30 damu zimemwagwa. Samaki mmoja wewe kumwaga damu yake kumleta kanisani, only one perege. Perege mmoja tu ni issue. Naomba tujifunze sana. Yaani ukijifunza haya mambo utaanza kuona Ukristo wako katika mtazamo mwingine sana.
utaanza kuiona mamlaka yako na nguvu yako na uwezo wako katika mtazamo mwingine sana. Utaanza kujiona level yako sio level ya kawaida, na utaanza kuona mambo yakianza kutokea, na wabaya wataanza kukuogopa, wataanza kukuambia umekomaa. Kwa nini? Kwa sababu watakapoleta kafara wakupige, wewe una madhabahu yenye kafara kubwa ya Yesu Kristo. Watakapoleta mauti ikupige, wewe una madhabahu yenye mauti ya Yesu Kristo. Watakapoleta yani utakuwa una madhabahu nyingine yenye nguvu. Lakini siri ni kujua. Unajua ni jambo moja kuwa na madhabahu na ni jambo jingine kujua kutumia madhabahu. Wale wa daktari na manesi wanajua hapa. Daktari anaweza kukuandikia dawa akakuweka hapo, umelazwa hospitali akakuwekea hapo. Kama hunywi hizo dawa utakufa, na dawa ziko juu hapo kwenye kabati yako. Lazima unywe. Lazima utumie. Ndio maana tunafundishana ili ujue jinsi ya kutumia madhabahu. Madhabahu zina sifa nyingine. Madhabahu zote zinatenganisha. Kwa sababu gani? Mnyama akipelekwa kwenye machinjio, akishachinjwa wanamkatakata, hawamrudishi ng'ombe mzima mzima, wanamfanyia kitu wazungu wanaita butchering. Wanamtoa mguu, wanamtoa mkono, wanamtoa matumbo, wanamtoa maini, wanamgawanya kule, wanamtenganisha. Madhabahu zote duniani zina nguvu ya kutenganisha. Au utenganishwe ama usitenganishwe. Ndio maana madhabahu zinaweza kufarakanisha. Kuna ndoa nyingi zimeingia kwenye matatizo kwa sababu ya madhabahu. Madhabahu zimeinuka, zimefarakanisha. Na bahati mbaya nimerudia tena kukwambia, bomos ikiwepo mahali, wakati mwingine haionekani. Huioni hiyo bomos. Huioni. Unashtukia tu nini hiki? Unajua bomos, mnakumbuka tusema bomos ni madhabahu Kuna nyingine hazionekani kwa macho. Ngoja nikupe kisa cha Biblia kabisa, cha kibiblia. Kisa cha kibiblia kabisa. Unajua tumesoma katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 7 na 8 pale kwamba Ibrahimu aliinua madhabahu pale Beteli, si ndio? Unajua Mwanzo sura ya 28 mtumishi wa Mungu Yakobo akapita pale Beteli bila kujua kwamba amepita Beteli. Akalala usiku. Alipolala akachukua jiwe mojawapo ambalo lilikuwepo pale, akaliweka, akalilalia kama mchago kichwani hivi. Usiku akaota ndoto, mbingu zimefunguka, alafu kuna ngazi imesimama, malaika wanapanda na kushuka. Si mnajua hiyo story? Akasema alipoamka asubuhi akasema, hapa ni mahali pa namna gani? Kuna mbingu zinafunguka, malaika wanapanda na kushuka. Alafu akasema hapa mahali kwa vyovyote ni nyumba ya Mungu. Akachukua lile jiwe alilokuwa ameliweka mgongoni kichwani kwake kulilalia, akachukua mafuta akalimiminia, alafu akasema hapa mahali kuanzia sasa hapataitwa Luzu, pataitwa Beteli. Akarudi kule kwa Ibrahimu. Kumbe amelala kwenye madhabahu ya babu yake Ibrahimu. Ndio Ibrahimu alijenga madhabahu. Na nyakati zile huruhusiwi kujenga madhabahu kwa mawe yaliyochongwa. Unajenga na madhabahu, unakusanya mawe, unayatengeneza, unayaacha. Sasa fikiria, kaishi Ibrahimu mpaka kafa, kaishi Isaka mpaka kafa, kaja Yakobo, mawe yameisha sambaratishwa, tembo wamepita hapo, nyati wamepita, wameyasambaratisha. Yeye hajui kwamba yale mawe ni mawe ya madhabahu, akalalia mojawapo. Madhabahu haionekani. Alipolalia namna hii, akaambiwa wewe, hiyo madhabahu sio ya kawaida. Ukisoma sura ya 30 mbele pale, anaitwa 30 ngapi? 34, 35. Mwanzo sura ya 35, ngoja tuangalie. Ukisoma sura ya 35 anaambiwa tena na Mungu, nenda pale Beteli kanijengee madhabahu, mahali ambapo babu yako. Mwanzo sura ya 35 mstari wa kwanza pale. Kumbuka Mwanzo 12 Ibrahimu amejenga madhabahu. Mwanzo 28 Yakobo amelala sehemu ambapo madhabahu imejengwa. Akaweka jiwe, akalipaka mafuta, akaliita jina lake Beteli. Mwanzo 35 Mungu anamwambia tena Yakobo. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Beteli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu yako, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Pale haionekani, anaambiwa sasa imevurugika, kainue tena. So kuna baadhi ya madhabahu hazionekani. Umekwenda kwenye shamba umejenga, you don't know kama kuna madhabahu zilijengwa. Kuna nguvu hapo ya kutenganisha, kuna nguvu hapo ya mauaji, kuna roho ya mauti hapo, wewe hujui. Unakaa unashangaa, mnagombana bila sababu, unakaa unashangaa, kila ukipanda miti na kufa, unaleta nguruwe unafuga anakufa, unafuga vikuku tu vinaharibika, unajiuliza what is this? Madhabahu inaua. It is unless and until unapovunja ile madhabahu na kumuinulia Mungu madhabahu. Sijui kama kuna mtu ananielewa huu uhusiano wa huu uchumi na madhabahu.
na usichukue wholesale. Madhabahu zote huondoa uwezo wa kiutendaji. Kwa nini? Ukishakuwa dismantle, ukishagawanywa na kutenganishwa, utatoa wapi nguvu? Mkono umetengwa na kichwa na mguu, huna tena nguvu. Ndio maana kuna mtu amesomeshwa mpaka ana PhD, akipewa kazi hawezi kuproduce kabisa, hafanyi. Unamuuliza, wewe ndugu, hii PhD uipataje? Mbona tukiangalia huku tunaona PhD yako ni nzuri, tukiangalia masters yako uko vizuri, tukiangalia first degree ndio huko una first class, GPA iko juu. Nini kinatokea hapa? Unamujiuliza, mtu bora ni mnyonge bila sababu, ana kila kitu kilichotakiwa, ana kila uwezo aliotakiwa, lakini nyonge. Kwa sababu gani? Amenyongeshwa na madhabahu. Kuna watu wanakwenda kufanya kazi kwenye kampuni, anafika kwenye kampuni kuna madhabahu imejengwa kule ndani, inashusha kapasiti yake ya utendaji. Mimi sijui kama unanielewa ninachozungumza. Inashusha uwezo wake wa utendaji. Akitoka akitenda mahali pengine, super, akipelekwa hapo anashuka. Madhabahu iliyoko pale ndani. Na usifanye mchezo na madhabahu bwana. Na bahati mbaya, unajua sisi tu Wakristo tunafanya kazi kwenye makampuni mengine sio ya kwetu. Kwani kila kampuni unayoenda kufanya kazi ni ya Mkristo, si nyingine sio za Wakristo. Unajua alipoianzisha ile kampuni alijenga madhabahu gani kule ndani? Kama huendi na madhabahu yenu utoki. Lazima uende na nguvu yenu. Ikiinuka ile ya pale inakutana na hii ya huku juu, inapigwa. Alafu wanakushangaa, wanakuambia umekaa kwenye hii kampuni miaka mingi. Wewe wakai hapa. Wewe unawaambia nyinyi hizo madhabahu zilikuwa zinawatema, mimi sitemwi, nina nyingine kubwa zaidi ya hii. Yaani hiyo siri ukijua, kuna vitu vingine unaviweza. Ndio maana usipoangalia unahama mji mwenyewe, unasema huu mji bwana hauna matokeo, naondoka. Sio mji hauna matokeo, wewe ndio huna uwezo wa kupata hayo matokeo. Lakini matokeo yapo, kwa sababu kuna watu wanakuwa matajiri hapo. Mimi nawaambiaga mke wangu na wanangu kwamba tunadai maisha magumu, watu wanajenga magorofa. Maisha magumu, watu wanaendesha V8. Wewe unadai maisha magumu kwako, sio kwa kila mtu. Sijui kama unanielewa. Usilalamike magumu. Yanawezekana ni magumu kwako kwa sababu hujajua kanuni, hujapata ufunguo. If you have the key, utaona maisha ya kawaida tu. Kwa sababu hata mimi nilipoanza nilikuwa naendesha baisikeli, nilipoanza utumishi kwa Muheza pale, naendesha zangu ni baisikeli, naendesha baisikeli. Baadaye nikaanza kuendesha pikipiki. Nikaanza kuona pikipiki ina shida, ina mafuta. Sasa kuweka mafuta, nataka baisikeli kwa sababu pikipiki mimi nikiendesha baisikeli sidaiwi mafuta wala nini. Sasa hii pikipiki inadaiwa mafuta. Baadaye naendesha gari, mafuta yake ni mengi zaidi kuliko ya pikipiki. Unaona? Kadri kwa hiyo mimi naweza kusema wanaendeshaje wale pikipiki? Hawaogopi mafuta. Wewe ni kwa sababu unaendesha baisikeli. Endesha pikipiki, utaona mafuta yanapatikana. Just raise your standard. Hujanielewa. Hata hii lugha ya kusema haya magari yanakula mafuta sana, wewe tu ndio mwenye shida ya mafuta. Wenzako wasiokuwa na shida ya mafuta wanaendesha hayo. Just raise your standard. Just ongeza kiwango chako juu, utaona shida ya mafuta. Kwa sababu kwa nini wao waendeshe wanawe na mafuta? Maana yake kiwango chao kinayamudu mafuta. Ndio usikimbie mji ukasema mji huu hauzalishi. Jiulize mara pili, ni wewe ama ni mji? Unaielewa madhabahu Tuendelee mbele kidogo. Madhabahu huleta migogoro kwa sababu ya kugonganisha. Madhabahu ni mahali pa kutolea sadaka. Tuliko kwenye maana pana ya madhabahu. Madhabahu ni mahali pa kutolea sadaka. Madhabahu ni mahali pa kuabudia. Madhabahu ni makutano ya miungu na wanadamu. Hii uielewe zaidi. Madhabahu ni a meeting place. Madhabahu ni kama bandarini. Wageni wanashuka mabandarini na wenyeji wanaondoka kwenda nje kwenye bandari. Ndio madhabahu yalivyo. Madhabahu ni sehemu ambako Mungu au miungu inakutana na watu. Ndio maana inapofika kwenye vita ya madhabahu lazima uwe makini sana. Unaweza kujikuta unapigana na miungu. Madhabahu ni makutano ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Hicho ni cha muhimu sana ndugu yangu.
Madhabahu zote ulimwengu mbili zina miti pale. Ulimwengu wa roho, miungu wanakuja kwa ulimwengu wa roho, wanadamu wanakuja kwa ulimwengu wa mwili. Kwenye madhabahu ulimwengu hizo mbili zinakutana. Kwa bahati mbaya sana ule wa roho huuoni, unauona ule wa mwili. Kwani nyinyi mmeshawahi kutafakari jambo hili, nyinyi watu wa Mungu? Tunapoanza chakula cha Bwana, maana siku ile Bwana yetu Yesu Kristo alipotolewa, alitoa mkate naye kisha kuumega akashukuru, akawapa wanafunzi wake akawaambia, twaeni mle, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Si ndio kila mlapo, si ndio? Alafu baadaye nakuja na ule mkate na waambia, mkate tuumegao ni ushirika na mwili wa Kristo. Maana yake sasa we are not eating mkate anymore, we are eating mwili wa Kristo. Oh my, mnanielewa vizuri? Hivi ushakusikiliza mchungaji anapokuja kukushirikisha hapa? Wewe umekuja hapo, umeweka mikono yako hivi, umepiga magoti au umesimama, anakuambia mwili wa Kristo. Lakini ukiangalia mkononi ameshika kipisi cha mkate. Hivi unanielewa ninachokizungumza? Yeye anakwambia mwili wa Kristo uliotolewa kwa ajili yako, mwili wa Kristo. Alafu anakuja na mvinyo, damu ya Yesu. Ukinywa mdomoni unasikia umekunywa damu kweli? Ukila mkate unasikia umekula mwili kweli? Si unajua umekula mkate kabisa. Lakini pale kuna dunia mbili, spiritual na physical. Mwilini unaona mkate, rohoni ni mwili. Mwilini unaona mvinyo, rohoni ni damu. Sisi wa Luteri kidogo tumepunguza hiyo nguvu ya hicho kitu. Wenzetu wa Katoliki ndio wanaamini kabisa kabisa kuliko sisi. Wao wana kitu kinaitwa transubstantiation. Sisi tuna kitu kinaitwa consubstantiation. Wangekuwa theolojia hapo wangewaelewa. Lakini kitu tunachokizungumza nini? Wao wanaamini transformation, sisi tunaamini ni constant. Wale wanaelewa Kiingereza wanaweza kuelewa transformation na constant, consubstantiation na transubstantiation. Wao wanaamini, wa Katoliki wanaamini ni damu imebadilika. Lakini mimi nakubaliana nao kwa sababu wao wanaamini hiki kitu kipo kwenye madhabahu na kimetokea kwenye ulimwengu wa roho. Kikitokea kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili vinakutana pamoja. Madhabahu yoyote kuna ulimwengu mbili. Ngoja nikwambie mfano mwepesi. Ukipita njia ya panda ukakuta watu wamevunja nazi hapo, usiku wa manane wamevunja nazi, wameondoka, usichekecheke wasema watu hawana kazi hawa. Wewe usiwadharau. Hicho kisehemu ulimwengu wa roho na mwili umekutana hapo. Kwa nini watu wanakanyaga wanaharibikiwa? Mtu anakanyaga anakuwa chizi. Kwa nini? Kuna kitu cha kiroho. Of course kwa sababu Biblia yetu imetuambia sisi hakuna uchawi wala uganga unaotumiru. Tuna ujasiri huo. Lakini usidharau hata kidogo. Na ukimkuta mtu ambaye hana Yesu kapata shida, msaidie. Kapita mahali pagumu huyo. Sijui nyinyi huku mnasemaje. Mimi hapa kwa wajomba zangu hapo Bagamoyo hapo wanaita umekumba. Umekumba upepo mbaya. Unaweza kukumba. Kwa hiyo madhabahu zinaunganisha mwili na roho pamoja. Madhabahu ni malango, ni gates, ni malango. Malango ya kupitisha na kuingiza na kutoa, hasa ya miungu. Madhabahu ni mahali pa uponyaji. Uponyaji kutoka katika magonjwa, Samueli wa pili 24:25. Madhabahu ni mahali pa uponyaji. Uponyaji kutoka magonjwa, Samueli wa pili 24:25. Madhabahu ni uponyaji wa uhai, makimbilio. Kwenye Wafalme wa kwanza 1:50, kwenye ile madhabahu ya Israeli pale Yerusalemu kulikuwa na makerubi yametengenezwa hivi. Kwa hiyo mtu akitaka kuuawa amekosea, akikimbilia akiyashika yale hivi, hafi. Na kueleza ujue maana pana sana ya madhabahu. Na hizi zote ni madhabahu. Madhabahu ni jukwaa la kutolea amri. Listen to me. Hiyo ni ya muhimu sana kwako, hasa tunapokwenda kwenye vita ya kumiliki na kutawala. Katika Ufunuo wa Yohana sura ya 9 mstari wa 13 hadi 15, Mungu kule mbinguni anataka kuamrisha mapigo duniani kama Yohana anavyoonyesha. Mungu anapotaka kuamrisha, haitokei sauti kwenye kiti chake cha enzi, inatokea sauti kwenye madhabahu. Ngoja tusome. Tusome Ufunuo wa Yohana sura ya 9. Ufunuo wa Yohana sura ya 9 mstari wa 13 hadi 15, Biblia inasema hivi: malaika wa sita
akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyoko mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika wanne wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Kesi yetu hapa ni moja tu, sauti ya Mungu ya kuamrisha mapigo inatoka wapi? Haitoki kwenye kiti cha enzi cha Mungu, inatoka kwenye madhabahu ya dhahabu. Kwa hiyo madhabahu ni sehemu ya kutolea amri. Maana yake ni hii, sikiliza. Sisi wa Kristo wengi hatujafundishwa jambo hili, ya kwamba askofu akitaka kutamka kitu kimamlaka hatamki mtaani, anatamka madhabahuni. Na tena kama hilo jambo ni very serious, nyeti sana, si tu madhabahuni, madhabahu ya kanisa kuu. Na kama ni nyeti kweli kweli, halitamki akiwa amesimama, analitamka akiwa amekaa kwenye kiti chake cha kiaskofu. Ndivyo mtazameni Papa anapofanyaga. Papa ndio yafanya, anashika fimbo, anakaa kwenye kiti, kama ni tamko analetewa, analisoma pale, sababu kwenye madhabahu anatamka sheria, anatamka amri. Tunafanya kitu wanakiita legislation, unatunga sheria madhabahuni. Madhabahu ni mahali pa kutungia sheria, madhabahu ni mahali pa kutolea amri. Kwa hiyo usije ukazania maaskofu anaposimamaga amesimamaga madhabahuni hivi, ameshikilia fimbo yake afa anasema neno, anatoa salamu za Krismasi, anatoa salamu za Pasaka, unadhani anafanya kwa sababu ni style ya kuzungumza. No, pale akitoa amesema kama askofu, na kila mtu kwenye hiyo diocese lazima afuate, maana ni amri. Na ndio Papa anafanyaga hivi, akitaka kutoa amri lazima awepo St. Peter Basilica, akae kwenye kiti chake, kwa sababu kile kiti sio kiti kama viti vingine. Hivyo viti vyote tunavyoviona hapo hivyo sio viti vya askofu hivyo. Hata kile mlichokiwekea msalaba kile sio chenyewe. Kiti cha askofu kinaitwa cathedra kwa sababu kinakaa cathedral. Mnanisikia? Kinaitwa cathedra na huwa kipo kimoja tu dayosisi nzima. Hizi nyingine zote ni kopi za kumfanya kikao onekana amekaa kwenye kiti tofauti tofauti. Otherwise mkitaka muende Bungo mkachukue kiti chake mkilete hapa, na haiwezekani kwa sababu kiti kile kinakaa cathedra. Lile jengo kanisa kuu linaitwa cathedral kwa sababu lina cathedra, na cathedra ndio kiti, na kiti kukaa kunaitwa kathadho. Anafanya kathazo katika cathedra, ndani ya cathedral. Na hapo yuko kwenye madhabahu yake sasa, akisema neno amesema kama askofu aliyepewa mamlaka. Ndio maana akishabarikiwa askofu anakalishwa kwenye kiti, anapewa authority. Lakini anabarikiwa wapi? Kwenye madhabahu atakayohudumu. Haiwezekani askofu wa Dayosisi ya Morogoro akaingizwa kazini Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Hiyo ni dunia nyingine tofauti. Lazima aletwe kwenye dunia hii ili akisimama hapa akisema anatoa amri. Sasa anyway, nimetoa mfano wa maaskofu. Wewe je? So, ukiinua ya kwako madhabahu, na wewe si una kathedra yako, una kathedro kako, una madhabahu kako, tulia, itumia hiyo madhabahu, amrisha. Ndio maana ukijua siri hii, ukainua madhabahu kwenye duka lako, unakaa kwenye duka unasema kwa mamlaka ya madhabahu hii ninaamuru, hakuna uchawi utagusa hii biashara yangu, hakuna vifaranga vitakufa hapa nyumbani kwangu, hakuna ndama atakufa hapa, ng'ombe atatoa maziwa lita 30 kama ilivyokusudiwa, kwa sababu unaamurisha kwa kutumia nguvu ya mamlaka ya madhabahu. Na usipofanya hivyo, wale wakiwa na za kwao watakuamrisha wewe, kwa sababu ama uamrishe ama uamrishwe. Watu wa Mungu, mnanielewa vizuri eh? Hiyo ndio nguvu ya madhabahu. Yaani ukijua hii, nasikitika mnisamee tu, kuna kitabu kimoja tu kilishachukuliwa. Kuna kitabu niliandika linaitwa Nguvu ya Madhabahu, Athari za Madhabahu kwa Mkristo.
Madhabahu ni mahali pa kufanyia hukumu, ni kiti cha kuhukumu, na kuhukumu ni jambo tofauti kidogo unavyodhania. Kuna kuhukumu kwa aina mbili, kuna kuhukumu kutoa maamuzi na kuna kuhukumu kifo. Kwa Kiingereza wanasema condemn. Condemn. Hukumu ya kukondemu sio hukumu ya judgment ya kawaida. Kwa mfano, Isaya 54:16, kila ulimi utakaoinuka juu yako utauhukumu. Kiswahili kinakosa hilo neno, ndio maana kinasema utauhukumu mkosa. Kiingereza kinasema you will condemn, na akiendelea condemn nini? You will condemn it, and every tongue which is rising against you, you will condemn. Utauhukumu kifo huo ulimi. So simama kwenye madhabahu, watu wamekutangazia mwaka huu tutakuona, mtaji utakatika. Unakaa kwenye madhabahu unasema na hukumu kifo. Hayo maneno, hiyo ndio mamlaka ya kimadhabahu. Hebu nipungie mkono kama unaelewa kitu ninachokuambia. Unajua vitu vingine tunaviona vya kawaida sana, lakini kwenye madhabahu usione kawaida. Madhabahu ni makutano ya wanadamu ya miungu. Tulisema madhabahu ni mahali pa ushirika wa Mungu na watu wake, Mungu na watu, na watu na watu. Na hapa, hebu ngoja nitulie kidogo nieleze, alafu tuende kwenye maombi, kwa sababu kuna maombi ya madhabahu. Tuna dakika kadhaa hapa za maombi. Ngoja nieleze kidogo. Soma pamoja nami kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 18. Uone wale waliokuwa wanaielewa madhabahu. Uone Mtume Paulo anapoelezea madhabahu anaielezeaje. Na hapa nataka kukutahadharisha kidogo. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 18, Biblia inasema hivi: waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? Au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Naomba usirekodi hii niseme kitu. Izime kidogo ile. Wewe sitaki ukae chini ya sheria, na kueleza tu, ukitaka endelea, ukitaka basi mimi nimesema nilichosema. Okay, ngoja nianze tena kitu kingine. Ngoja tuzungumze kitu kingine. Ile sadaka iliyoletwa ndio inamsababisha mtu anakuwa na ushirika na madhabahu. Swali langu, unatoa wapi sadaka yako? Achana na sadaka ya kula, ya kwako hii ya mfukoni, unapeleka wapi? Unapeleka kwenye madhabahu gani? Unajua madhabahu unakopeleka sadaka unaunganishwa nayo na sadaka. Kuna watu wanateseka kwenye uchumi kwa sababu yeye akisikia tu toa sadaka unakimbilia kutoa. Toaje sadaka yako ovyo ovyo wewe? Pelekaje sadaka kila mahali? Sadaka haipelekwi kila mahali. Mtu akikwambia nisaidie na njaa, mpe chakula, mpe msaada, mwambie nimekupa 10,000 ya msaada, lakini usiite sadaka. Wewe iti sadaka. Inapokuwa sadaka lazima peleke kwenye madhabahu, kwa sababu madhabahu yako inahitaji sadaka, inahitaji ibada, inahitaji ukuhani. Moja, unatunza ukuhani gani? Si ukuhani wa kipepo? 2, unatoa sadaka kwenye madhabahu gani? 3, unaunganishwa na Mungu gani? Kama hujui hii siri, unaweza kusema mimi nimeokoka bwana, mimi siogopi chochote bwana, mimi namsaidia yote. Saidia. Kama unatoa msaada toa, lakini usitoe sadaka. Mimi ndio maana hata kwenye magari mtu akija anahubiri anamaliza, haya toa sadaka. Akishaitaja sadaka tu, si mtu hata senti 5. Kwa sababu nikitoa mimi nimetoa sadaka na sikujui unatoka madhabahu gani. Inawezekana wewe ni ukuhani wa kutoka kuzimu, umesimama tu hapa kudanganya kwa jina la Yesu, Yesu, Yesu. Mungu mkubwa wewe, sikutaki. Na kama ni wa Yesu tutakutana njiani siku nyingine, lakini hapa sikupi sadaka yangu. Ila ungeniambia nisaidie mafuta, nimekuja na gari, nitakupa. Kwa sababu nimekupa msaada, sio sadaka.
When it is sadaka, Biblia inasema moyo wa mtu unaingia na ile sadaka pamoja. Unajua, ayaya, kuna mtu anaelewa ninachozungumza hapa? Hiyo ndio nguvu ya madhabahu sasa ilivyo. Na sisi kwa sababu hatufundishwi hiki kitu, tunajiunganisha kila mahali, tunajiwekea mamikataba kila mahali, tunaingia kila mahali. Na kwa sababu siku hizi mahubiri yako mengi, mtu kafungua kibanda tu pale, njoo kwa Yesu, unaenda unafikiri ni wa Yesu, kumbe mwenzako ametoka kwa tobo. Mwingine kafungua hema pale, unajiingiza tu, wala hujui, unaingia kila mahali. Kwa sababu gani? Hujui unapeleka wapi sadaka yako. Unajua, hapa katikati kulikuwa na ule msemo anasema, acha michepuko, baki njia kuu. Baki kwenu, hasa kwenye dunia hii tulionayo. Ukimangamanga tu unaunganishwa, unafanya mambo unashangaa yaendi, kumbe umeunganishwa. Kuna mtu ananielewa hapa? Kama umeshaunganishwa, komboa hiyo kitu. Sema leo navunja hiyo kitu, natoa kabisa, najikata. Haiwezekani kuunganishwa, kwa sababu Paulo anaendelea. Ngoja angalia hapa chini Paulo anachokisema. Paulo anasema hivi, ule mstari wa 19, basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kukinywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hauwezi kutoa sadaka kama madhabahu hii, alafu wewe tena umekwenda chini ya mti fulani wanakoimba pale tu, hata hujui wanaimba nini, unadondosha kule sadaka. Na mimi natoa sadaka. Unajifanya wewe ni Mkristo sana kusaidia, kumbe unajipiga. Mimi sikufundishi roho mbaya. Mimi nataka utulie kwa Mungu, hasa kwenye kizazi hiki, kizazi kigumu sana. Kizazi tulichopo ni kigumu. In fact, sifikiri kama kitapita kabla Yesu hajarudi. Ni kigumu sana. Na Paulo anakiitaje? Ngoja nikuonyeshe. Paulo anakiitaje katika Timotheo wa kwanza 4. Katika Timotheo wa kwanza 4. Paulo anasemaje? Paulo anasema hivi. Paulo bwana, ndio maana hao wenzetu watoto wa mjakazi hawampendi sana Paulo. Sasa Paulo anafunua, Mungu alimpa neema kubwa sana Paulo. Alifunua vitu vya kutisha sana. Paulo anasema hivi, Timotheo wa kwanza 4:1. Basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine ndani ya kanisa watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa njia gani? Kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Anasema roho, anazungumza vitu viwili: roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani. Roho zidanganyazo, ukiangalia katika Biblia na watu wanavyozitafsiri, hata kwenye Kiyunani, roho zidanganyazo zinaitwa enticing spirit. Wengine wameziita seducing spirit. Na unajua kuseduce, kuseduce sio mchezo. Kuseduce ni kutongoza. Fikiria msichana anavyobembelezwa na kijana mpaka anaambia basi sina shida, nimekubali unioe. Hiyo ndio inaitwa seducing. Enticing zinalaghai. Na wakati mwingine zinalaghai vizuri sana. Zitaimba mapambio, zitaruka, zitafanya kila kitu. Unasema Yesu yuko hapa. Unadondosha pale, chip, umejiunganisha. Unafanya vitu haviendi. Unalala usiku, unaanza kuota mandoto ya ajabu, unaruka kwenye milima, unafanya nini? Kumbe ni sadaka yako mwenyewe, kwa hiari yako mwenyewe, kwa mkono wako mwenyewe umejiunganisha na hiyo madhabahu. Bwana asifiwe. Nataka tuingie kwenye maombi ya madhabahu saa hizi. Tuna dakika kama 15 hivi. Kuna maombi kadhaa ya kimadhabahu tuombe. Inawezekana sijakufundisha baadhi ya vitu, lakini wewe omba tu. Mungu akitupa neema, kesho tutavishughulikia. Nataka twende kwenye maombi. Tutapita huku kote, usijali. Kote huku tutapita huku. Tutapita jinsi ya kushughulika yeye madhabahu, lakini kwa sababu tuna mpango wa kuomba, hatuwezi kuacha kuomba leo. Hatuwezi kuacha kuomba. Hizi zote unatakiwa uzipate wewe hizi. Nasikitika tu kwamba kwa sababu muda wetu ni mfupi, sijui kama utazipata. Maombi ya madhabahu. Simama tuombe.
Bwana asifiwe. Una amani mtu wa Mungu? Ninaona watu leo, yani sijui kwa nini tangu Mama Kilwai, tangu nimeanza kufundisha semina watu hawajawahi kunyamaza hivi. Sasa sijui inawaingia ama hawanielewi. Labda imenyoya kiasi cha watu wanasema mchungaji, hii nini tena? Ndio hii madhabahu sasa. Wewe ulikuwa unajuaga tu hapa madhabahuni. Nyosha mkono wako, sema Yehova, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Mfalme mtukufu, katika jina la Yesu tuko madhabahuni kwako, tunaimimina mioyo yetu mbele zako Yehova, wewe ambaye niko, tunanyenyekea kwako. Tunaomba rehema, tunaomba neema, tunaomba nguvu katika jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Kama ilivyo kawaida yetu tunaomba pale. Muda ukitosha tutayapanua maombi kidogo, lakini twende. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuja mbele zako kwa maombi haya maalumu ya madhabahu. Asante kwa kuwa utanisikia maombi yangu. Baba, mimi ni mwanadamu mwenye dhambi. Ninajua kuwa kwa toba ya kweli moyoni mwangu, wewe wajua maisha yangu. Ninakusihi ukanisamehe kila nililokukosea maishani mwangu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kwako Baba, nikisimama mahali palipobomoka katika ukoo wangu. Ninajua kuwa kuna maovu mengi yanayotendeka. Kwa huruma zako tusamehe na kuturehemu. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya wahenga wangu waliojitoa nafsi zao kwa miungu na madhabahu za giza. Uturehemu Mungu, kwa kuwa tumefanya hivyo kwa sababu ya ujinga. Baba, ninakusihi katika jina la Yesu, usituhesabie adhabu kutokana na makosa yaliyofanywa na wahenga wetu. Uturehemu sisi kwa damu takatifu ya Agano Jipya ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba unisamehe mimi binafsi kwa kushiriki katika shughuli za matambiko na ibada za madhabahu ya ukoo wangu kwa njia moja au nyingine. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako Baba. Ninaomba nguvu maalum kwa ajili ya maombi ya madhabahu. Ninaomba uniguse kinywa kama ulivyofanya kwa nabii Yeremia. Ninakuomba uweke maneno yako kinywani mwangu, kwamba kila neno linalotoka katika kinywa changu likawe moto na nyundo ya kuvunja madhabahu vipande vipande, katika jina la Yesu. Ninaomba ufanye ulimi wangu kuwa upanga mkali wa kurarua madhabahu za giza. Pia ufanye kuwa kalamu ya kuandika sheria za kiroho, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ufanye ulimi wangu kuwa upanga mkali wa kurarua madhabahu za giza. Pia ufanye kuwa kalamu ya kuandika sheria za kiroho, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba uniweke wakfu kwa ajili ya kulipiza kisasi chako. Ukanitumie kama chombo chako cha kupuria na silaha zako za vita dhidi ya madhabahu za giza, katika jina la Yesu. Ninavunja katika ulimwengu wa roho kila jengo, umbo, jiwe, mti, kaburi, msitu au kitu chochote katika ukoo wetu ambacho kimewekwa kama alama ya kimadhabahu. Alama hiyo haina nguvu tena, katika jina la Yesu Kristo. Ninabomoa madhabahu zote za ukoo wangu, ninazipiga, ninazivunja, ninazitupa chini na kuziharibu madhabahu hizo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ninang'oa madhabahu zote za ukoo wangu zinazonifuatilia maishani mwangu. Mizizi yake inaondoka katika uchumi
ndoa, kazi, afya na imani yangu. Katika jina la Yesu Kristo, ninafuta kumbukumbu zote za madhabahu ya nasaba yangu, kwamba mimi na vizazi vyangu vyote hatuna uhusiano na madhabahu hizo. Ninapindua madhabahu hizo na kuziondolea utawala wake juu yangu, kwamba hazina mamlaka ya kuniamulia mimi na kutawala maisha yangu. Mimi si wa madhabahu hiyo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ninafikisha mwisho uhai wa madhabahu za ukoo wangu. Nguvu zake juu yangu zinakwisha kabisa leo. Katika jina la Yesu Kristo, ninaangamiza madhabahu za ukoo wa mama na baba yangu. Katika jina la Yesu, ninatuma moto kutoka katika madhabahu ya Yehova, unaangamiza madhabahu hizo. Katika jina la Yesu Kristo, ninaharibu miundombinu yote ya madhabahu za ukoo wangu. Ninaharibu sadaka, ibada zilizofanywa na ukuhani uliohudumia. Ninaua maneno yote yaliyotamkwa juu ya wana wa ukoo wetu katika madhabahu hizo. Hebu tumia dakika moja mbili, ua maneno yote yaliyotamkwa kwenye madhabahu zenu za ukoo, yanayofuatilia maisha yenu, yanayofuatilia vizazi vyenu. Ua hayo maneno. Yako maneno yametamkwa ya kwamba huwezi kwenda mbali na nyumbani. Yako maneno yametamkwa ya kwamba huwezi kufanya jambo fulani. Yako maneno yametamkwa. Futa, piga. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, jioni hii, saa hii, kwa mamlaka kubwa ya jina la Yesu, ninasimama mbele ya madhabahu yako saa hii. Ninatamka ya kwamba kila neno lililosemwa juu ya watoto wa Mungu kutoka kwenye madhabahu za ukoo wao za giza, yanayowakandamiza, yanayowafanya wasiendelee, yanayowafanya wasiinuke, yanayowaletea mandoto ya ovyo ovyo, yaliyowaunganisha na kuzimu, leo katika jina la Yesu, maneno haya yamefutika, maneno haya yamekufa. Ninayahukumu kifo katika jina la Yesu. Hayatainuka, hayatasimama, yamekufa hayo maneno kwa jina la Yesu. Ninakufungua kutoka kwenye vifungo vya ukoo, ninakufungua kutoka kwenye vifungo vya madhabahu za giza, ninakufungua katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kuwa watoto wako wako huru. Asante Mungu kwa kuwa watoto wako wako salama kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila damu iliyomwagwa ili kukushughulikia wewe, hiyo damu inapigwa na damu ya Yesu Kristo. Kila sadaka iliyotolewa ili kukushughulikia wewe, hiyo sadaka inapigwa kwa sadaka ya Yesu Kristo. Kila maneno yaliyosemwa ili kukufuatilia wewe, hayo maneno yanapigwa na neno moja la Yesu Kristo. Imekwisha, 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 imekwisha. Kila nguvu za uchinjaji za yale madhabahu zilizotumwa kwa kukuchinja, ninazipiga kwa machinjio ya Yesu Kristo. Kila nguvu za uharibifu haziwezi tena kwa damu ya agano jipya. Asante Yesu Kristo. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Tuendelee tena. Tunaendelea tena. Tuendelee. Katika jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila roho zinazonifuatilia mimi na vizazi vyangu vyote. Kila magonjwa, tabia, laana na majanga yanayotokana na madhabahu hizo yanakoma sasa. Katika jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila maagano yaliyofanywa katika madhabahu ya ukoo ambayo yanatufuatilia sisi wana wa ukoo. Katika damu ya agano jipya, maagano hayo yanavunjika. Katika jina la Yesu, ninaondoa uhalali wowote wa madhabahu za nasaba kunifuatilia. Ninatangaza kuwa mimi nipo huru kwa damu ya Yesu Kristo, kwamba Yesu amemaliza yote msalabani. Leo ninakomboa
kila kitu changu kilichotolewa kwenye madhabahu na mizimu. Ninakomboa nywele, kucha, damu, kitovu, vitu vyangu vyote katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninashambulia kila nguvu za giza zinazotumiwa na madhabahu za ukoo kunirudisha nyuma. Ninatangaza leo kuwa nguvu hizo zinapigwa na kuharibiwa kabisa na nguvu za Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu ninatamka urejesho wa kila kitu kilichoharibiwa na madhabahu za giza katika maisha yangu, kwamba maisha yangu yanakwenda katika kiwango kilichokusudiwa na Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, inuka Yehova ili kuwapiga adui zako. Ninakusihi wewe mwenyewe kwa njia ya madhabahu yako upige kila miungu inayoabudiwa katika madhabahu za giza. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninatumia nguvu za madhabahu yako kupiga kila uadui unaotoka katika madhabahu za giza. Katika jina la Yesu ninatuma roho ya uharibifu na mauti katika kambi ya adui yangu. Ninachinja kila anayetumiwa na madhabahu ya giza kunishambulia. Hawawezi tena kusimama kinyume nami kiroho na kimwili. Kwa nguvu ya madhabahu ya Yehova ninasimama leo na kutamka kuwa makuhani wa madhabahu za giza wote wanauawa kama alivyofanya Eliya katika jina la Yesu. Kwa njia ya madhabahu yako Yehova ninatangaza mafanikio na kubarikiwa kwa watoto, wenzi, mali na shughuli za watoto wa Mungu katika eneo lao la maisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninajua bado kuna makuhani wa madhabahu za giza wanaohudumia madhabahu hizo. Ninaamuru leo kuwa makuhani hao wanapigwa na kufa iwapo wataendelea na shughuli za madhabahu hizo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninatuma malaika walinzi wa madhabahu ya Yehova kushambulia kila malaika wa giza wanaonishambulia maishani mwangu. Ninatuma malaika wa vita waende wakashambulie majeshi ya giza. Katika jina la Yesu ninafunga kila mlango uliofunguliwa maishani mwangu kwa njia ya madhabahu za giza. Milango hiyo imefungwa, hairuhusiwi kupitisha jambo lolote lile katika maisha yangu. Katika jina la Yesu ninaadhibu kila miungu inayoabudiwa katika madhabahu za giza. Leo ninatangaza kuwa miungu hiyo haina chao kwangu. Mimi ni wa Yehova. Ninakomboa kila sadaka au mchango wangu niliotoa kwa kujua au kutokujua katika kuendesha shughuli za madhabahu ya giza katika damu ya Yesu Kristo ya Agano Jipya. Katika jina la Yesu Kristo ninafunga kila njia ambazo madhabahu za giza zimefanikiwa kuingilia kati ulimwengu wa roho. Baba, katika jina la Yesu ninasimama katika madhabahu yako na kutangaza kisasi cha Bwana dhidi ya madhabahu zangu za maadui zangu wote. Kila anayetumia madhabahu kunishambulia mimi akutane na hasira ya Mungu maishani mwake. Katika jina la Yesu Kristo, Yehova, ninajenga madhabahu ya kiroho
kwa ajili ya kunisaidia katika maisha yangu. Ninajenga madhabahu hiyo katika damu ya Yesu Kristo. Leo katika jina la Yesu Kristo ninafuta kila nguvu za madhabahu za giza za uchinjaji juu yangu na shughuli zangu katika damu ya Yesu. Na hawezi kumwagwa kwa njia yoyote ile katika madhabahu za giza. Katika jina la Yesu Kristo ninajifungua kutoka katika kila kifungo kilichonifunga kutoka katika madhabahu zozote zile za giza. Nimefunguliwa na nipo huru sasa. Katika jina la Yesu Kristo ninakataa ushirika wowote ule uliolazimishwa na madhabahu za giza. Ninatangaza kuwa mimi si sehemu ya madhabahu za giza. Ninaharibu nguvu za madhabahu za kuleta utenganishi kwa damu ya Yesu ya upatanishi. Ninajipatanisha na kila kitu kilichofarakana nacho katika jina la Yesu. Ninatangaza kuwa kila uwezo wangu wa kiutendaji ulioharibiwa na madhabahu za giza unarudi katika kiwango chake sasa. Vipawa, akili, elimu, ujuzi na uzoefu wangu vinafanya kazi vizuri sasa katika jina la Yesu. Kila migogoro katika familia yangu inayotokana na madhabahu za giza imekwisha sasa. Amani na utulivu unatawala maisha ya watu katika jina la Yesu Kristo. Ninapinga na kuvunja kila amri iliyotolewa na madhabahu ya giza juu ya maisha yangu na shughuli zangu, kwamba maisha yangu hayaongozwi na amri za madhabahu hizo. Katika jina la Yesu Kristo, kila walinzi wa madhabahu za giza hawana nafasi kunidhuru mimi. Ninatangaza kuwa hata kama nikipita katika madhabahu za giza, walinzi wake hawana uwezo wa kunidhuru mimi. Amen. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Kesho tutaendelea na maombi haya ya madhabahu. Muda wetu umesogea. Nyosha mikono yako niseme neno kwa ufupi. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, watoto wako wa kike na wa kiume jioni ya leo wamesogea kwenye madhabahu hii, wamejihudhurisha mbele zako. Mungu umesema katika kitabu cha Kutoka 20:24, hapo tutakapokujengea madhabahu na kukutolea sadaka zetu, utashuka na kutujulia na kutubariki. Shuka Baba, wabariki watoto wako. Wamekutolea leo Mungu, watakutolea sadaka, wamejitoa nafsi zao kuja madhabahuni kwako, wamekuabudu na kukutukuza wewe. Wape nguvu wao wenyewe, kazi zao, watoto wao, shughuli zao, maisha yao yabarikiwe. Acha Baba madhabahu yako iwabebe kila wanapotembea, wabebwe na nguvu za madhabahu yako. Nguvu zozote zile za madhabahu za giza hazina uwezo juu yao, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kukupa shalom, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Pigie Bwana makofi na vigelegele ya shangwe. Tafadhali naomba ukae katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi ya shukrani tena wakati praise wanakuja mbele. Amen. Bado naendelea kukumbusha hata baada ya semina kuisha ile siku ya Jumapili, ratiba zetu hapa kanisani kuna morning glory ambao huwa inaanza saa 11:30 ya asubuhi hadi saa 12:30, lakini huwa tunakuwa na fellowship jioni inayoanza saa 11 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Na masomo haya ambayo yameachiliwa na maombi yaliyoachiliwa bado yanahitaji muda wa kujidhabihu na kuomba. Kwa hiyo hata baada ya semina hii, Mungu akupe neema kuendelea kufanya bidii
kujihudhurisha pamoja na watakatifu mahali hapa. Tuendelee kutangaziana semina, endelea kualika wengi, na Mungu atubariki sana. Tujitahidi kuwahi. Karibu tumtolee Mungu sadaka. Ukishatoa unaruhusiwa kuondoka.